nimechelewa kidogo. I wish ningekuja mapema. Anyway, may God bless you. May God bless you. May God bless you. Wow, usalimia mtu hapo mwambie amekuona. Ukiona apati Kiswahili mwambie Kiingereza. It doesn't matter. Mwambie it doesn't matter. But Jesus. Hello? Hebu mwambie tena kwa moja mwambie it doesn't matter. But for Jesus. Anakuona. Hallelujah. Kwa mwimbaji mwingine alisema mimi alikuwa anasema nini kwa Kijaruo, lakini naamini alikuwa anasema mimi siwezi imba misiki kwa dunia, lakini nitamuimbia Mungu wangu. Sitaimba kwa Angela, lakini nitaimba kwa Jehova. Nyaka Yuda iwala nono, nyaka Yuda Eloi. Imena Eloi. Nyaka Yuda iwala nono, nyaka Yuda Eloi. Imena Tutaimba. Bwana Yesu asifiwe. Nipe dakika 10. Alafu tuimbe. Are you ready? Wale wenye wanijui majina, naitwa Douglas Otiso, natoka Kisii, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Bishop is my dad and is my good friend. Anampenda sana huyu mzee na nasikia kuwa na upako mpya wakati namuona. Shida tu nikiwa na yeye ninachekanga mpaka nachoka. Yaani this mzee ni funny. Sasa hata vijana wangu tukiwa nao wanasema wanamuitaga Bishop Obama. Yaani tukiwaga na yeye tunacheka mpaka tunasema hata tusipokula. Maana unacheka mpaka hata chakula ikiletwa tumbo imejaa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umebarikiwa kuwa na mtu kama huyo. Umebarikiwa. Unajua kuna church pastor yuko, lakini kila wakati pastor ako kwa hiyo church yeye ni principal. Kila wakati tu ako na stone face. Kila wakati ni command, nimesema tunakwenda, atuendi, nimepinga, yani hello, kwanza kikuita kuja hapa unaanza kufanya namna hii. Lakini ukiona mtu ambaye kuchekeza na kubariki na furahi, shukuru Mungu. Haleluya. Sasa kuna kitu nataka tushughulikie hapa. Fungua nami katika kitabu cha Luka 24. Kitabu cha Luka 24, lakini tusome hapa chini kidogo. Kitabu cha Luka 24. Nisaidie tu, nataka kusoma na hii simu ndio inaletaga haraka kidogo. Mstari wake wa kwanza. Hata siku ya kwanza ya Ijumaa ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limefingirishwa limefingirishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama watu wawili walisimama karibu nao, wamevalia nguo za kumetameta. Wacha nisome hingine. Mathayo 28. Mstari wake kuna kitu natafuta hapo, nataka uelewe. Mstari wa Matthew 28. Mstari wa kwanza. Hata Sabato ilipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya Ijumaa, Maria Magdalena, Mariamu yule wa pili, walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akavingirisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi ya meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia, wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mtazame mahali aliporaswa. Nanyi nendeni
na upesi mkaambia wanafunzi wake, amefufuka katika wafu, tazama awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomuona. Haya nimekwisha kuambia. Baba, na ulibariki neno lako, sema amen. Tukienda tena katika kitabu cha Marko, ni vile sitaki kutupa muda mwingi. Tukienda tena katika kitabu cha Marko, pia kuna vile ambavyo maandiko yanaelezea kuhusu siku hii ya Sabato, kuhusu siku hii ya kufufuliwa kwa Yesu. Lakini wapendwa, leo nataka mnisamee kidogo, kwa sababu sitaki kuconcentrate kwa kufufuka kwa Yesu. Lakini kuna kitu hapa nataka mtu wa Mungu uliye hapa uelewe, kwamba walipomshika Yesu waliua, wakamweka kaburini. Na Biblia inasema kuwekwa kwake kaburini haikutosha, wakachukua jiwe kubwa wakaliweka kwenye mlango, kumaanisha kwamba kilichoshikwa ama kilichowekwa ndani hakitawahi toka tena. Bwana Yesu asifiwe. Wachawi wanapofunga mtu, wanaendaga wanafunga vitu, wanafunga kitu fulani na anakiweka hapo, kinakuwa permanent, kwamba hicho kitu hakitawahi funguliwa tena. Maadui wanapokupiga, hawakupigi wakikuhurumia. Maadui wanainuka kukupiga, kukufungia milango kabisa, bila ambavyo hiyo milango haitawahi funguka tena. Mtu ambaye amekuja kukuua, akuji kukuua kuache hai, anahakikisha umeenda mchangani, na ukienda mchangani ukifungiwa hiyo kaburi wekwe chini, hautawahi toka hapo tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo nilipokuwa nimekuja pale ndani, nimesema baba niseme nini, lakini kasikia ndani yangu naimizwa, waambie watoto wangu kwamba jiwe lililowekwa kwenye malango lishaondolewa. Yaani laana iliyotupwa kwenye maisha ya mtu imeondolewa. Yaani mambo yaliyofungwa katika maisha ya dada fulani yamefunguliwa. Halo, usiniulize walipokuwa wanakuja Mariamu na Magdalena na mwingine, walikuwa naulizana, tukifika kwenye ile mji, tukifika mahala pale, ni nani atakaye tuondolea lile jiwe? It was a problem. It was yani kitu ambacho walikuwa na shauku nayo, wanauliza ni nani atakaye tufungulia. Sikiza mpendwa, umeishi maisha, lakini ni maisha ya mawaa, yani maisha ya kudoubt, maisha ya kujihusunisha na kujihurumia. Ni nani atakaye niokoa? Ni nani ataniondoa kwenye shimo? Ni nani atanifungua? Ni nani ataniokoa? Ni nani ataniondolea aibu hii? Niko na habari njema kutoka kwa haya madhabahu ya kwamba wewe endelea mbele, tayari hiyo problem ishashughulikiwa. Pigia Yesu makofi mazuri. Maybe 2019, mwaka wa 2019 haijakuwa sawa kwako mpendwa. Kila kitu kimefungwa, biashara zimefungwa, kazi yako imefungwa, jamii yako unalia, unauliza who can help you? Who can help me where I am? Nitatokaje hapa? Nina habari njema watu wa Mungu, nina habari njema mchana wa leo, kwamba usiwe na wasiwasi, endelea mbele. Kuvuka mwaka mwingine, jiwe limeondolewa. Kuvuka mwaka mwingine, jiwe limeondolewa. Piga Yesu makofi mazuri. Na si kuondolewa tu, mpaka security iko ya malaika wa Jehova. Malaika ameshuka, watoto wako watakuwa sawa. Malaika ametumwa, mume wako watakuwa sawa. Hata kama amefungiwa ndani, na wamesema hawezi toka, yani wamefunga vile ambavyo hawezi succeed, I'm here today kusema malaika ametumwa, hilo jiwe linaondolewa. Anawekwa huru, anawekwa huru, anawekwa huru. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hiyo kazi umekanyagiwa, yani umekanyagiwa vile ambavyo hata mbele, songa mbele, maana malaika ashatangulia, maana malaika yuko mbele. Haleluya. Wanaongojea kufutwa, watashangaa kukiwa na promotion. Umeishi kwa rani mpaka mwenye amekukodisha nyumba anaona ni kama utakufia hapo.
Hata wewe umeanza kuona yenyewe hapa nitakufia hapa. Sikiza, badilisha hiyo mawazo. Hapo umekaa tu. Malaika ashatangulia. You will have your own house. You will have your own house. You will have your own vehicle. Hallelujah. Sikiza, wapendwa, hata hii Nairobi hatutafungiwa hapa. Hatutakufia hapa Nairobi. There's somewhere we are going. Na malaika ashatangulia. Jiwe ambalo lilikuwa linasuilia lishaondolewa. Mambo ambayo yalifungwa yamefunguliwa. Tunasonga mbele. Na nasema kama jinsi Mungu aishivyo milele, siku hiyo ikujie karibuni. Katika jina la Yesu Kristo. Hebu baba nisomee kitabu. Ndani ya Biblia nisomee laka. 2 Chronicles 15 verse 1. 2 Chronicles 15 verse 1. Nisomee hiki tunausikize. Namalizia. Harakisha kidogo nitoe unabii. And the Spirit of God came upon Azariah. Simama dada yangu. Rudia tena. And the Spirit of God came upon Azariah. Ndipo Roho wa Bwana akamshukia Azaria mwana wa Odedi. And he went out to meet Asa. Na huyo Odedi alikuwa anaenda kukutana na Asha. And he said unto him, Akamwambia Asha, hear ye me, sikiza leo hii Asa, wewe Asha, and all Judah, na watu wote walio Wayahudi na Waisraeli yote wasikia leo. the Lord is with you. Bwana yu pamoja nawe. Can you repeat it again? And he went out to meet Asa. Akaenda kukutana na Asha. And said unto him, Na akasema kwake, hear ye Asa, sikiza leo hii Asha na Yuda yote and Benjamin. na Benjamini yote. The Lord is with you. Baba Mungu yuko pamoja na nyinyi. While ye be with him, Kama pia nyinyi mtakuwa pamoja na yeye. and if ye seek him, Na yeyote atakayemtafuta. he will be found of Oja. you. Sikiza hii. Nasema namna hii. Watu wa Jehova. Roho wa Bwana akashuka kwa huyo Azaria mwana wa Odedi. Akamwambia, enda waambie kwamba Mungu yuko pamoja nao. Nao pia wakiwa pamoja na nani? Sikiza. Chochote kisiwe mbele yako, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Let no obstacle in front of you. Maana Jehova yuko pamoja na wewe. Kusiwe na kivuli mbele yako, maana Jehova yuko pamoja na wewe. Kusiwe na machozi na vilio mbele yako, kwa sababu mbele yako kuna Mungu. Ukiendelea kwa jina anasema walipokataa kutembea na Mungu, walijuta na kulia. Lakini siku ile Israeli yote walimgeukia wakamwangalia Jehova. Biblia inasema wakabarikiwa na wakapanuka. Sikiza, kama jinsi ulivyompenda Mungu, kama jinsi ulivyotolea katika nyumba hii, kama jinsi ulivyompenda na moyo wako wote, Mungu atakubariki. Mungu atakubariki. Na wacha niseme hii. Mungu atarudisha mkono. Mungu atarudisha mkono. Hauwezi ukamtumikia Mungu bure, atarudisha mkono. Na kila jiwe lililowekwa, haijalishi huu mganga ni wa Ukambani, ni wa Kisii, ni wa Wajaruo, ni wa kina nani, haijalishi ni wapi, lakini leo hii ajue kwamba jiwe lishaondoka. Pale kwetu kuna watu ambao wanawaka watu wanasema, "Fanya baagobu wapi?" Yaani kama wamekukamata, wamefunga. Unaweza tembea wakati baba nura iteramu. Yaani nura iteramu, mbona umerogwa vile ambavyo maisha yako itakuwa kwa barabara namna hiyo. You never succeed. Do you know why? Because they have called her and put the jiwe there. But let me tell you today, I have a good news for you. Kwamba hata kama ni nani aliweka, hata kama mwenye aliweka alikufa, wenye aliachia, hilo jiwe linaondolewa kwa jina la Yesu Kristo. Alafu inanishangaza Bishop.
maswali. Lakini kitu ambacho inanipendesha kwao, even if it was a question to them, hawakukosa kwenda, walienda. Hata kama wewe na mke wako kuna question, don't worry, enda. Hata kama wewe mahali penye huko kuna question, don't worry, enda. Hata kama hiyo biashara kuna question, don't worry, enda. Hello? Hata kama kuna watu wanakuvunja moyo, achana nao, songa. Hata kama kuna vitisho, ati Daudi ataboa, ati nani walijaribu wakaanguka, ati nani walienda hawakutoboa, wewe enda. Haleluya. Wacha nimalizie kwa nani? Siku fulani wajamaa walipanda huko nyumbani ni mapisho. Wakasema, unajua Utiso hajasoma. Na ni kweli. Na wakasema Utiso hajui Kiingereza. Na ni kweli. Sasa tukapangiwa, tukapata invitation, wote tunaenda Amerika. Wewe. Na mimi nikasongeza mguu nikasema Amerika. Amerika. After 2 weeks, waliniita wakaniambia, brother, tumesema namna hii. Wewe hatuwezi kwenda na wewe. Maana hujui kuongea Kiingereza. Maana wewe unasoma. Na tulipoangalia kwanza wewe ni mwinjilisti. Kule kunahitajika na mapisho. Nikamwambia, Amerika ni ya mapisho. Wenye wamesoma. Hapa sina shida. Amerika yangu kama kitakuwa huko, yangu itakuwa hapa. Hello? Nikamwambia, I have no problem. Mko huru. Wakafikiria embassy ni ya Raila. Wakafikiria embassy ni ya Ruto. Wakaenda embassy. Na tumbo zao kubwa na mapaa. Wakaambiwa si hapa. Go back. Alipenye mmetoka. Walipokuja, walinipata niko area. Hello? Sasa bahati mzuri after 1 month, wale wenye walikuwa na waalika, wakawa wanakuja. Wapi Kisii? Wakani hao wazungu. Wametoka wapi? Amerika. Wakakuja area. Sasa ndio walikuwa na ubiri. Sasa wakihubiri, hao jamaa wote wenye wanajua Kiingereza, wenye wamesoma, nobody mwenye angesimama interpret. Can understand? Wanaelewa na wamesoma, but they cannot interpret. Nani anaweza interpret? Hello? Mzungu anahubiri, na interpret Kisii vizuri. Hello? Walijiundia Amerika kule, mimi nilikuja mpaka hapo. Hello? Let nobody despise you. Let no one despise you. Hello? And don't ever despise yourself. Watu wakuchukie usijichukie. Watu wakukataa usijikatae. Watu wakudunisha usijidunishe. Na nikiinterpret nilikuwa na malingo. Na wote hapa. Hello? Na nikamake sure ninadunga kango vizuri na kuwa moto na bishop. Mungu anasema. Hello? Sasa tukienda kukula mabishop wote pamoja na mimi kulikuwa kwa meza. Sasa wengine wananiambia, yenyewe ile safari kama ingekuwa si vizuri ungebaki. Naambia mimi sina safari yangu, naenda kivyangu. Kazi kubwa ni huduma ifanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kukuambia hata kama wakati wanaitanaga kikao wanakufichaga nyuma kwa sababu una nguo nzuri. Tulia tu. Watashangaa ukiwa mbele yao. Ninakuambia hii with experience. This what I've been going through. Mimi nilikuwa hopeless. I was nothing. Nilikuwa maskini, kitu ovyo. Siku fulani nimeimba wimbo ambao unasema nilikubuatia baba ngaikwa kule. Nilikubuatia na nakiona kule. Yaani ikalishi kule ulianzia. Kile kikubwa ni vile ambavyo utamaliza. Sasa wakasema maprofesa na madaktari huko nyumbani wakasema wako na meeting yao hapo kukutana. Wakasema watatafuta nani? Wakasema kuna kajamaa hapa Kisii kanaitwa nani? Sema Dagi. Huyu. Sasa wakasema huyu kijana akikuja hapa anaweza do something. Nani huyo? Dagi. Anaenda wapi?
Nikaingia kwa gari langu wakakuwa kazuri. Kufika pale nikapata maburadu, mapesa. Nikaficha yangu kwenda kwa macho. Nikaweka pande ile ile. Nikashuka ndani nikasema hapa ni wapi? Nikatokea na kama kingine. Nikatokea leo. Tukitokea nikaona jamaa ufukara wawili wamekuja, wamefanya one na suit kabla. Alafu jamaa anakuja anasema welcome sir. Kusema sir nikageuza uso niangalie ni saa gani. Wala nyuma hakuna mtu, ni kijana yangu. Nikachika kwa hapo kusema yes. Akasalimia alafu akaniambia please sir, follow me. Nikamwambia kijana follow. Sasa tukaingia ndani ya hall. Kuingia ndani ya hall papa ni masuti tu. Watu hata mimi nikasema sasa tumeingia kutoka pale, nikaanza kuchukua kiti pale nyuma. Jamani niambia no. Follow. Nikamwambia kijana follow. Kufika katikati hapa hivi ya hall. Kale kijana kaogopa. Kakatafuta bali kakakaa. Lakini yule jamaa bado anakuja. Unajua nilipeleka wapi? Yes. Nikapelekwa kiti ya mbele. Kiti ya mbele ni mzuri. Maji ikipita inapata wewe hapo. Sasa ikipita inapata. Nikakaa hapo. Sasa sikiza. Nikafika wakati. Sasa ni wakati wa introduction. Daktari mmoja akasimama akasema, I'm Dr. Sabori. My first degree I got from London. So sijui India. Mwingine tayari akasimama na akasema hivyo. Watatu nikauliza utizo. Watu wanakujia barabara. Wakifika kwangu nasema my first degree I got from nowhere. By the way, wacha nikwambie kama utaelewa, huyu mwenye mnaongea na yeye ni msomi ama graduate. Because kufika standard 3 that's not a job. Sasa nikauliza kama hao watu wanapiga hii barabara, wakifika karibu na mimi nitasema mimi ni nani? Nikasema si wanajua mimi. Sikasoma sio watapita waitana mwingine. Na wakakuja na alafu walipofika kwao wakanipea mic. Na wakanipigia makofi, nikasimama. Nikaona brother. Hata kama mtu wake kusoma, hata kukaa mjinga. Ukienda hoteli upate kaseti. Na ukikuacha kutoroka. Pepa. Fungua mapicha. Ukiona mahali gari limeanguka kama hii, fungua mafikira. Jua kwamba hii gari imeanguka. Ambia mwenye hapo next day na hii gari ilianguka mbaya. Huyu mara alikuwa amesoma atakwambia ilifika Maiwa, ikaanguka ikaua watu 3. You have the story. Umesoma kaseti. Mtu akikuja mwambie gari ilifika Maiwa ikaua watu ngapi? Na akiona kaseti atajua ulisoma. Anatoroka kaseti. Sasa nikasema hii maneno mimi sitaki kujipandisha kule, kile waliniita wakinijua. Nikasema bwana professors and doctors. Penda kuwasalimia na please can you stand up? Kila mtu akasema wengine wanagusana, akasema huyu nani? Wengine wanagusana. Jana ni mdogo sana atafikia hiyo level, wakasimama juu. Nikawaambia wacha niombe. Nikaomba kikisi. Kizuri. Akasema Mungu bariki maprofesa. Maana pasipo wewe profesa ni bure. Mungu bariki daktari. Maana daktari bila wewe ni bure. Kaambia sasa bwana daktari na wimbo unasema it doesn't matter you started from where. The matter is how you finish the race. Nikaanza kuimba. Nilikomwatia wewe ikwa kule. Nilikomwatia wewe natakiona kule. Watu wakaanza nilikomwatia natakiona kule. Wanasumbuka. Wimbo ikaisha. Wewe nilienda pole kwa yule mwenye aliyeniita nikamwambia nimemaliza job. Akanipea kama ashakalo nikaweka hapa. Nilikuwa malecturer, wana hawa nimemalizana nayo, ninaenda. Am I not a professor? Am I not a doctor? Even you are. You can do it. You can make it. Hallelujah. Hata kama ni biashara unataka kufanya, wacha kusikiza negativity. Hello, wacha kusikiza kinyo wanakuambia. Hawakukuletea hiyo mawazo.
mwenye atakaa ni shetani. Halo, mwambie nitakaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kuambia hapo utatoboa. Hii Nairobi hii. Muulize kwani wenye wanaishi Nairobi ni masungura. Si ni watu. Hata mimi nitatoboa. When I didn't have anything, hawakuwa naongea. Siku ile nilipata. Sasa walianza mshene. Huyu kijana ameingia kanisa baya. Hizi nyimbo peke yake naweza kununulia magari. Hii sio nyumba tu inaweza kuchangia manyumba. Nikamwambia mshindwe. Wakati ile nilikuwa nalia chokora huko, kwanza mlikuwa mnataka kuniua maana nilikuwa nawaibia. Sasa saa hii Mungu amenibariki, you are questioning me, mshindwe. You know some people watu ni different, watu ni tofauti. Yaani watu hawataki ku-question negativity wakati inauna. But wakati mambo na positive yamekuja, you have something. Sasa lakini nilikuja kuelewa. Siku hilo utanipita, lazima nikuseme. Hatuko na gari sina, lazima niulize. By the way, wako na point. Asema mwenzangu mwambie wako na point anyway. Wacha kunisema kama sina. Sema mimi nikiwa nayo. Because I will have it. Hallelujah. Sasa mwenzangu mwambie na ubarikiwe. Jiwe lililo kaburini, lililo kwa jina lako, lililofungiwa kwa jina lako, limeondoka. Usiwahi uliza tena. Ati sasa mimi sijui kuliendaga hapo umetoka. Ongojea siku yako inakuja. Even if 5 years ago you didn't get anything. 2 years ago you didn't get anything. In fact even this year mwaka unaelekea kuisha mpaka unaona kweli sioni network. Ochea. Bwana Yesu asifiwe. Dadi, wewe unajua. Mimi sikuwahi jua hata gari nitakuwa nayo. Hata gari baiskeli. Mimi nilikuwa nauza maji na baiskeli ya mtu na ananifuta. Abande mara kwa begosta. Nafutwa tu mchana brother na wajua sasa dereva mwingine amepewa. Kazi imeisha na baiskeli. Sasa hapo nipeleke duka ninunue baiskeli na kugonga. Peleka mimi ninunue gari si baiskeli. Halo? Amen. Sikiza. Mimi ambao ilikuwa naita Kerentane kwa Kikisi kwa Kiingereza inaitwa pastor. Mtoto aliyeletwa na mama. Kerentane. Alafu sasa atafadhali ule mwenye anaitwa Kerentane amesoma. Sasa mimi ni Kerentane hata mwenye hajasoma. Nani atapea Kerentane job? Na kweli enyewe hii Kenya nani angenipea job? Mimi hii kazi napenda bwana. Nani angenipea job? Lakini Yesu anapeana job hata kwa Kerentane wanashika mai. Huyu Yesu ni wa ajabu. Halo? Wakati nilinunua gari langu la kwanza, walianza kusema, akakuacha uizi. Ingine ya pili, ya tatu, kanisa mbaya. Shamba, nyumba, ingine. Huyo kijana, kama sijaidiwa nakuja kwako. Wananiambia brother, tunataka kuanza kutueleza vile ambavyo unafanya kazi. Nikawaambia, sina time ya kuwaelezea. Kama mna jambo ya kunishuku ama kunistaki, nipeleke kwa team. I will explain myself for team. Wewe ni nani na kueleza? Wakaniachana kabisa because wanataka kushuku. Wewe una kagari na ulikuja hapa juzi, umetoa wapi? Halo? Watauliza huko aga na mtoto ulitoa wapi? Ulinunua? Watauliza huko aga na bwana. Huyu mwenye uko naye ametoka wapi? Unajua kwa nini? Kwa ujinga yao na akili yao walifunga. Sasa wamekuwa surprise una bwana. Kwa ujinga wao walifikiria walimalizana na wewe. Another way, Mungu ashafungua. Nasema ifunguke. Simama juu mbele yako, nasema ifunguke. Maisha yako yafunguliwe. Whatever you will touch, wacha kifunguke. Chochote utakachogusa, wacha kifunguke. Wacha kipanuke. Katika jina la Yesu. Na kile kitu nataka kufunga kwa maisha yako. Masauti ya discouragement na zishika na ziteremusha si sehemu yako tena kwa jina la Yesu. Masauti ya vitisho ya Goliati na ishika. Goliati unakuja kwa nguvu na za miungu yako.
lakini mimi nasimama kwa neno la Jehova Mungu wa Israeli wa majeshi uliodharau, kwamba leo hii wewe Goliati na masauti yako nitakushika, nitakuua, na nyama zako zitaliwa na ndege wa hapa anga, katika jina la Yesu. Hiyo masauti na hiyo migurumo na nyamazisha. Hiyo migurumo inayokutisha kwa kazi na nyamazisha. Hiyo migurumo inayetisha ndoa yako na nyamazisha. Hiyo migurumo inayetisha maisha yako na nyamazisha, katika jina la Yesu. Inua mkono wako juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mfalme, vita vya Israeli vilikuwa rahisi wakati adui alisimama kutisha. Kijana mdogo alitokea na neno lako na kwa nguvu zako. Goliati alipoanguka, wote waliokuwa na Goliati walienda. Baba, nimeangusha hii sauti na hii mgurumo. Nimeondoa jiwe lililokuwa juu ya huyu dada, lililokuwa juu ya huyu ndugu, lililokuwa juu ya huyu mpendwa, na liondoa, na wote waliohusika na waondoa wote katika jina la Yesu Kristo. Na kama jinsi ulivyosema huko pamoja nao, wakiwa pamoja nawe Bwana Mfalme, na nena baraka na nena uzima uwe pamoja nao, wasitishwe, wasikauke, wasiwe na vitisho vya kuangaishwa na kulia, lakini wabarikiwe mjini, wabarikiwe nyumbani, wabarikiwe barabarani, wabarikiwe kazini na mikono yao, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ego ikawe change